usimame kwa matoleo kwa ajili ya hao watoto. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa ndoa yako imekaa na changamoto mingi, ndoa haieleweki. Wewe unashindwa ni shida gani? Kumbe hiyo ndoa haujaenda kwa madhabahu, haujaitoa dhabihu kwa ajili ya ndoa yako. Wewe ni kuendanga tu na kuomba, unarudi nyumbani. Ukitoa sadaka yako ya shilingi 10, unajua ushatoa dhabihu. Shilingi 10 haiwezi okoa ndoa yako. Hata 50 bob haiwezi okoa ndoa yako. Hata sadaka ya 100 haiwezi okoa ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Nenda machoni pa Bwana kama umefungua roho yako. Kuna magonjwa yenye haiwezi kukombolewa hata utumia 500,000 kwa matibabu. Hiyo ugonjwa haitaiisha. Lakini unaweza enda kwa madhabahu na shilingi 1,000 peke yake na magonjwa yanaisha. Lakini umetumia 500,000, unasikia kwamba waliuza mpaka shamba, ugonjwa haishi. Unaenda kwa madhabahu unatoa shilingi 1,000 peke yake ama 10,000 peke yake, shida zako zote zimeisha. Bwana Yesu asifiwe. Simpe Yesu makofi. Haleluya. Jaribu Mungu uone wema wa Mwenyezi Mungu. Kama watoto hawafauli kwa masomo, nenda kwa madhabahu, jaribu huyu Yesu. Mungu atagusa hao watoto kupitia katika ile dhabihu ambayo umetoa kwenye madhabahu. Hao watoto watakombolewa na watoto hao wataperform vizuri kwa masomo yao. Unaweza kuwa na watoto kazi hazipatikani, watoto hawabarikiwi, nenda kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta huyu Yesu kwa madhabahu. Waambie Mungu ya kwamba nyota ya watoto wangu ndiyo imenileta hapa. Watoto wangu hawafanikiwi kwa nini? Nenda na kitu kwa madhabahu, huyu Yesu atakukomboa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Abraham alipopewa mtoto, ilifika wakati Mungu akadai dhabihu. Na cha ajabu yeye akamwambia kwamba tena dhabihu anayotaka ni mtoto wake. Kumbe Mungu alitaka kujua imani ya Abrahamu iko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitaka kujua kama nimekupa kitu, unaweza kunirudishia? Maana kitu ambacho binadamu huwa tunasahau ya kwamba vile umekaa hapo wewe ni mali ya Mungu. Na chochote ambacho Mungu anahitaji kwako, anaweza chukua wakati wowote. Mungu anaweza chukua maisha yako anytime. Akitaka uende kwake, ana uwezo wa kuchukua maisha yako, maana wewe ni mali yake. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tunaishi kujigamba na vitu ambavyo tuko navyo nyumbani mwetu, ya kwamba hii ni ng'ombe yangu, hii siwezi peleka kwa madhabahu. Hata sasa Moses haira madhabahu, unasema hii ni yangu. Hiyo kitu sio yako. Mungu anataka kujua kile ambacho amekupa, akiomba umpatie, unaweza ukampa. Ndio maana alijaribu Abraham, kuambia Abraham kwamba nataka unitolee sadaka. Abraham akasema mimi niko tayari, sema tu sadaka yenye unataka nitoe, mimi nitatoa hiyo sacrifice. Mungu akamwambia kwamba dhabihu ninataka mtoto wako. Cha ajabu, mtoto mwenye Mungu anataka ni huyo tu mmoja, tena amempatia kwa uzee. Haleluya. Unaona vile Mungu ni ajabu. Kama ni wewe unaweza toa? Unaweza toa? Yaani umekilemea, umeteseka, umehangaika. Na unaona kwa sasa anakalema. Tena baada ya Mungu kupa mtoto mmoja, anaanza tena kudai dhabihu ya huyo mtoto mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Vile anasema mtolee, si kwamba umpeleke kwa madhabahu utaendaga kumuona. Anataka uchinje huyo mtoto, utoe sacrifice. Abraham akaja akasema, yawe jinsi vile umetaka. Abraham kitu alifanya, alichukua kamba akafunga mwanaye. Baada ya kumfunga kwenye kamba, akampeleka pale kwa altar. Akajipa imani. Ilikuwa kwa uzito na kwa uchungu. Kwenda kuweka kisu kwa shingo, sauti ikasikika, Abraham, nimeona imani yako. Abraham akaangalia nani anaongea. Akamwambia, angalia kando yako kuna kondoo, unitolee hiyo. Simpe Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Hakika Abraham akafurahi,
imani yake ya kwamba kama amempatia na hiki ndio iko nacho peke yake, anaweza akamtolea. Je, wewe mtumishi wa Mungu akwambia kwamba hii shida uko nayo, inafaa utoe hii ng'ombe yako, ibadilisha hii ng'ombe na magonjwa yako, kitu ya kwanza utasema ni nini? Hao wachungaji wanatamaa na njaa. Sasa kang'ombe kangu kamoja tu haka ndiye ameona tu nitoe, nibaki na nini? Utasema hata kama ni maombi wache ifanye nini? Ikae. Unaona vile watu wana imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utasema hata kama ni maombi ama ni ugonjwa wache iniue, lakini mbuzi yangu zifanye nini? Sitoe. Kondoo yangu zifanye nini? Sitoe. Ng'ombe yangu zifanye nini? Zitoe. Lakini kwa maandiko Biblia inasema kuna dhambi ambayo haitolewi tu hivyo. Kuna madhabahu ya magonjwa yenye haitoki tu hivyo. Kuna madhabahu yanataka dhabihu ndiyo madhabahu itoke kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna shida ambazo zimeishi kwa familia za watu, haziishi kwa sababu watu hawajui kutoa dhabihu. Watu hawajui kufanya nini? Kutoa dhabihu. Kuna magonjwa